maelfu ya futi juu zaidi katika aina nyingine ya misitu, anaishi kiumbe mwingine wa ajabu anayepatikana China pekee. Huyu ni nyani wa dhahabu mwenye pua iliyoinama anayepatikana tu katika misitu ya milima mirefu katikati mwa China. Baadhi yao huishi umbali wa futi 13,000, zaidi ya mita 4,000 kutoka usawa wa bahari. Huu ni miongoni mwa misitu mikubwa zaidi ya milimani duniani na una aina nyingi za miti kuliko misitu yoyote ya majani. Ni majira ya kuchipua na nyani hawa wanatumia kikamilifu fursa hiyo. Kundi hili lina familia 5. Kila familia ina dume mmoja pamoja na majike kadhaa na watoto wao. Madume ambayo si sehemu ya familia hii hujumuika pamoja katika kundi la madume wasio na familia. Ni kundi lenye vurugu zake, lakini kwa sasa macho yote yanaelekea kwingine. Kwa mwanachama mpya kabisa wa familia, mtoto wa kike aliyezaliwa hivi punde. Huyu ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika majira haya ya kuchipua, na kila jike katika familia anataka kumbeba. Shangazi huyu anaanza. Kisha shangazi wa pili naye anataka zamu. Na hata watatu. Sasa imetosha. Sasa ni zamu ya mama. Na hii inamaanisha kwamba ni wakati wa chakula. Kwa kweli, nyani wote wanataka chakula. Katika kipindi hiki cha mwaka, hutumia karibu robo ya muda wa mchana wa kila majani mapya yanayochipua. Ni chanzo kizuri cha protini na pia chakula wanachokipenda zaidi. Kadiri joto linavyoongezeka, nyani hawa hufuata majani yanapoanza kuchipua juu zaidi na zaidi kwenye miteremko ya milima. Lakini hatimaye, familia zinazidi kukua na miti huacha kukua. Hawataweza kuikabili vyema baridi kali inayokaribia, isipokuwa wajikusanyie chakula chenye nishati nyingi kabla ya majira ya baridi kuanza. Na chakula kinachoongoza kwenye menyu yao katika kipindi cha vuli ni koni za misonobari. Hukua wakati wa jua kali la kiangazi na huwa na mafuta mengi yanayowapa nishati ya kutosha. Lakini sasa zimebaki chache na familia ni nyingi, na muda wa kuzikusanya unakaribia kuisha. Madume watawala huzunguka kundi kuhakikisha kwamba wao ndio wanapata sehemu nzuri zaidi ya mavuno. Kadiri idadi ya koni inavyopungua, mvutano unaanza kuonekana kati ya familia hizi ambazo mwanzo ziliishi kwa amani. Vitisho tu kati ya madume wawili huenda visitoshe kumaliza mgogoro. Hewa imejaa mvutano. Mapambano yanakaribia.
Chakula hiki ni muhimu kwa maisha yao, hivyo kila koni inastahili kupiganiwa. Mshindi pamoja na familia yake wanapata tuzo lao. Walioshindwa hawapati zaidi ya majani machache na makavu, na wataingia kwenye majira ya baridi wakiwa na akiba ndogo zaidi ya nishati. Lakini safari hii ya shida ina kikomo, kwa sababu kule juu zaidi ya milima, miti yenyewe hatimaye itaanza kuchipua.